Sema, mimi naitwa Stenas Magina Ngaranga, mzaliwa wa kijiji cha Seka, kata ya Nyamdani, ndani ya jimbo letu la Msoma vijijini. Mzaliwa hapo na wazazi wangu, mmoja alikuwa mtumishi, mamangu mimi mkulima. Lakini sababu na yote nimesoma hapo ngazi ya shule ya msingi. Japo nilisoma elimu ya msingi kwa kuhamahama. Kwa nilisoma hapo mpaka darasa la 4. Nikasogea Nyambono kipindi mzee wangu anahamishwa kazi mpaka darasa la 6. Nikahamia Tarime. Baada hapo nilijiunga na shule ya sekondari ambayo ipo wilaya Tarime. Nilisoma hapo, nikamaliza, nikachaguliwa na chuo cha uhasibu Mbeya. Nikasoma cheti, nikaenda diploma, nikamaliza, lakini pia sasa hivi najiendeleza na masomo. Sababu na hiyo nimekuwa nikifanya biashara. Lakini pia nimekuwa ni mdau wa maendeleo. Sasa basi wananchi wa jimbo la Msoma vijijini wanachotaka kukielewa kutoka kwako na kukifahamu zaidi ni kuangalia vipaumbele gani ambavyo umejipanga kwa ajili ya kuwaletea wao maendeleo. Ni vipi ambao umejipanga sasa? Katika uhalisia jimbo letu la Msoma vijijini za changamoto nyingi, na ndio maana muda mwingi nimekuwa nikisimama imara kuhakikisha kwamba nitakwenda kutetea maslahi ya wananchi wenzangu katika kujenga na kuimarisha mahusiano ndani ya jamii, lakini pia ndani ya jimbo zima, ikiwemo utumishi wa umma. Lakini pia nakwenda kusimama imara kuhakikisha kwamba huduma za jamii, ikiwepo huduma za afya, elimu, miundombinu na mambo mengine yote, ikiwepo pia umeme, yote nakwenda kuvipa kipaumbele. Nikiwa naamini mtangulizi wangu, kama nitachaguliwa, mtangulizi wangu aliyepita, yako mambo mengi ambayo amekuwa akiyapuuza. Lakini kama mimi nikipewa dhamana, ninaamini na kwenda kusimama imara sana kuhakikisha kwamba zile huduma za jamii zote nitahakikisha zinaimarika ndani ya jimbo letu. Lakini pia tumekuwa na changamoto ya ajira kwa vijana na kina mama ndani ya jimbo letu. Na ndio maana nikaendelea kuwakumbusha ndugu zetu kwamba kama watatuchagua, tutahakikisha kwamba tunajenga viwanda ndani ya jimbo la Msoma vijijini. Kwa sababu malighafi tunazo, mfano ziwa tunalo, tuwe wala hata na kiwanda cha maji. Lakini hata ukifuatilia jimbo letu la Msoma vijijini, hata chombo cha habari hakuna. Redio, tungekuwa na redio, maana yake watu wangekuwa wanafanya mawasiliano, wanasalimiana, watu wanafanya biashara kupitia redio, huduma za kutoa habari. Lakini pia inapotokea changamoto yoyote ndani ya jamii, iwe rahisi kuweza kupatiwa ufumbuzi kwa haraka. Mfano, ukiangalia mbunge ambaye amekuwepo, kama changamoto zinazowakabili wananchi kule chini, angekuwa na mahusiano mazuri, au angeanzisha hata hiyo project ya chombo cha habari ndani ya jimbo letu, maana yake yale matukio yote yanayojitokeza au changamoto zinazojitokeza ni rahisi wakamhoji mbunge moja kwa moja, ili yeye aweze kueleza ni kwa nini au ni namna gani amejipanga kufanyaje kutatua. Ndio. Kwa hiyo katika uhalisia huo, nafikiri jimbo la Msoma vijijini kama mnapojua lina mahitaji makubwa sana. Linahitaji kiongozi anayekwenda kusimama kwa ajili ya kutetea maslahi ya wana Msoma vijijini. Ukiangalia kwa undani, hata ofisi zetu za serikali nyingi zilizoko ndani ya jimbo letu, kuanzia ngazi za vitongoji, ngazi ya kata, zote ni chakavu. Kwa hiyo mimi kama nitapewa dhamana, natamani ndugu zangu waendelee kutambua kwamba nakwenda kuhakikisha kwamba hizo ofisi zote zinaboreshwa. Yale mahusiano kati ya mbunge na wananchi yawepo kabisa. Yaani mtu awe radhi kumpigia mbunge kama ndugu yake, kama rafiki yake, sio kumchukulia mbunge kama jitu fulani la mbali sana. Hatuhitaji maisha ya namna hiyo. Ndio, wananchi sasa wa jimbo la Msoma vijijini wanategemea kwamba Stenas Magina Ngaranga ni mtu wa aina gani? Lazima, au kwa namna fulani lazima waamini kwamba wanakwenda kumpata kiongozi ambaye anakwenda kuwafuta machozi, kiongozi ambaye atakuwa ni mbunifu, kiongozi ambaye anakwenda kuhakikisha anaimarisha mahusiano na kurudisha furaha ndani ya jimbo letu la Msoma vijijini. Msoma vijijini
Ombi langu kwa ndugu zangu, tarehe 29, kwa sababu ndio tarehe iliyotangazwa kwa mujibu wa sheria kwamba tukapige kura. Ninawaomba ndugu zangu wote, wananchi wa jimbo la Msoma Vijijini, wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Ukishapiga kura, rudi nyumbani, kapumziki. Baadaye matokeo yatatangazwa. Tukipewa dhamana ya kura nyingi na wananchi wa Msoma Vijijini, ninaamini matokeo yatatangazwa. Mimi bado kwa nafasi hii nina imani kubwa sana na tume ya uchaguzi, lakini pia bado nina imani kubwa na mamlaka za serikali ikiwepo jeshi la polisi. Kwa hiyo kwa sababu kama nitapewa dhamana na wananchi, ninaamini tutafanya kazi kwa ukaribu sana na hizo taasisi kuhakikisha kwamba tunaboresha na kuimarisha maendeleo ndani ya jimbo letu la Msoma. Wananchi wa jimbo la Msoma Vijijini wanakuamini kama kijana uliyekuja kuwa mkombozi, na wanakuwa na wasiwasi kwamba endapo watakupatia kura, utazilinda vipi kura zako? Umejiandaje katika swala hilo? Jambo la kwanza katika swali lako, naomba nikujibu kwamba tumeshaandaa mawakala makini ambao watakuwepo kwa ajili ya kutetea maslahi ya kura za wanamsoma vijijini. Na ninapenda pia kuendelea kuwakumbusha, kwa sababu anayenisikiliza si mmoja, ni wote wananchi wa jimbo la Msoma Vijijini, wakiwepo pia mawakala wetu. Naendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha kwamba wajibu wetu ni kusimamia haki itakayotokana na kura ambazo tutakuwa tumepigiwa na wananchi. Wasije wakatumia nafasi ya kuingia kwenye chumba cha kura wakafanya mambo ambayo yatakuwa si matarajio ya wanajimbo la Msoma Vijijini. Wakafanya mambo ambayo yatakuja yalete tena machozi kwa miaka mitano tena ya wananchi, kwa wananchi wa jimbo la Msoma Vijijini. Kwa hiyo naendelea kuwakumbusha na kuhamasisha tujitokeze kwa wingi, tukatimize takwa la kikatiba. Naamini Mungu atatusaidia katika hili. Asante sana ndugu Aspenas Magina Ngaranga, mgombea wa jimbo la Msoma Vijijini kwa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo. Ulikuwa unazungumza moja kwa moja na Nyanja TV, lakini pia tushukuru kwa sababu umetupatia ushirikiano mkubwa sana. Sawa sawa. Asante sana. Mungu akujalie.